Huwa ni mpenzi mwanamichezo, hasa mpenzi wa klabu kubwa Tanzania. Hapa nazungumzia klabu ya Simba Sport. Leo tupo na taarifa kubwa kuhusiana na usajili unaoendelea ndani ya kikosi cha Simba. Maswali mengi yamekuwa, Simba wamemsajili nani? Simba wamekamilisha dili lipi? Sasa tunakwenda kuyajibu hapa kwa kutaja sajili tatu ambazo zimechaguliwa na kocha mkuu wa klabu ya Simba Sport. Hiyo itakuwa ni kati ya yale tutayazungumza siku ya leo, lakini pia tutakwenda kuzungumzia hali halisi ya kikosi cha Simba hadi sasa, masuala ya kocha ambayo ameyazungumza, kipi anakihitaji kwa wachezaji, kipi anakitaka kwa mashabiki na kipi anakihitaji kwa viongozi wa klabu ya Simba Sport. Lakini lingine tunakwenda kuzungumzia sheria mpya ambazo zimewekwa na kocha mpya wa klabu ya Simba Sport. Zina maana gani? Zina umuhimu gani ndani ya kikosi hiki cha wekundu wa Msimbazi? Lakini kabla tujafika mbali, mashabiki wa klabu ya Simba Sport, kikubwa ni kubonyeza hapo subscribe button. Msiache kuengage kwa kucomment na kuniambia hapo unashabikia Simba kutokea maeneo gani, lakini yapi maoni yako kuhusiana na hiki ambacho kocha amekisema kwamba wachezaji hawajitumi na haoni manufaa ya kuwa na kundi kubwa la watu ambao hawajitumi. Ni bora awe na wachezaji wake 18 au 15 wanaojituma. Hata kama timu itacheza na wachezaji 9, anaamini wanakwenda kupata ushindi. Kujituma ndo silaha ya kwanza ya kuonesha kipaji chako. Ndio ilikuwa mwisho wa mazungumzo ya kocha mkuu wa klabu ya Simba Sport. Sasa twende moja kwa moja, tutaanza na hili swala la sheria ambazo zimewekwa na kocha. Hili tuende kwenye uchambuzi wa wachezaji, utaelewa ni kwa nini ameamua kusajili wachezaji wa namna hii. Ni kwa sababu ya hiki alichokiweka ndani ya Simba Sport. Sasa kitu ambacho anajaribu kukiimplement kocha mkuu wa klabu ya Simba Sport kinahitaji ushirikiano mkubwa wa viongozi, mashabiki na hata wanachama wa klabu ya Simba Sport, lakini pia na wachezaji wengi wa Simba Sport wanabidi kumuelewa kocha na kumsupport kwa hiki ambacho ameamua kukifanya. Kwanza kaweka sheria ngumu kuhusiana na wachezaji, karudisha utaratibu ule ambao uliwahi kufanywa na wakocha wakubwa kama wakina Jose Mourinho, wakina Pep Guardiola, lakini pia na Sir Alex Ferguson, wa faini kwa wachezaji. Faini ambayo iangalii wewe ni nani, wewe una uongozi gani, wewe umeletwa na nani, umekuja lini. Ameamua kurudisha hichi kitu kwenye kikosi cha Simba Sport, lakini pia ameamua kurudisha wachezaji wa Simba Sport kwenye kambi. Wachezaji wa Simba wengi walikuwa wanakaa kwenye apartment zao na wanakutana wakati wa mazoezi. Kambi ni siku moja au siku mbili kabla ya game. Sasa hizi ameliondoa hilo. Kwanza watakaa kambi mpaka kama wakihakikisha Simba Sport inafuzu hatua ya makundi na kuingia hatua ya robo finali ya Champions League, au wanakosa kidogo kabisa kuingia. Hakiona ule utayari umerudi, basi atawarudisha kwenye utaratibu wao wa kawaida. Lakini kingine pia amezungumzia kujituma kwenye mazoezi. Ndipo sehemu inayobidi mchezaji wa klabu ya Simba aoneshe ubora wake kwa 100%. Afanye makosa ya kutosha, akose magoli, akose kupiga pasi ili aweze kusahihishwa, na wakati wa mechi ni muda wa kutumia yale aliyosahihishwa na kuyafanyia ubora zaidi. Na ameenda mbali kwa kusema Aba Elia Mpanzu unakabwa na mtu kama Shomari Kapombe, anakujua ndani nje, kwa hiyo ni rahisi yeye kukukaba, lakini wewe pia unamjua udhaifu wa Kapombe, kwa hiyo mnakuwa mnapambana kwa hali kubwa. Wewe ukifanya trick anaweza kuicheza. Kwa hiyo kama striker ukiweza kuzishinda trick za mabeki wako wakaweza kukuplesi, amewaambia hatojali mchezaji kuumia kwenye mazoezi. Kwa hiyo kama mchezaji anakaa na mpira sana, atoe pasi kwa wakati, wakimpiga buti uwanjani tukifika tunakuwa tupo salama. Imewahi kutumiwa na Jose Mourinho, imewahi kutumiwa na Sir Alex Ferguson kwa ajili ya kulinda kiwango cha Cristiano Ronaldo. Hii imewahi kutumiwa na Pep Guardiola kwa ajili ya kumshape Raheem Sterling yule wa moto, kwa ajili ya kumshape Bernardo Silva ambaye ulikuwa unamuona akiwa na mpira kutoa miguuni mwake ni ngumu, na hii imefanyika katika kiwanja cha mazoezi. Sasa klabu ya Simba Sport
wameamua kukileta hiki. Kocha mkuu sasa, tunachokitaka ni support kwa mashabiki. Sio unaona Elia Mpanzu kawekwa benchi mechi 4 mfululizo, kapigwa fine kubwa kwa ajili ya utovu wa nidhamu au kwa ajili ya kitu chochote kile, basi mnaanza kupiga makelele. Kocha anataka kutengeneza Simba ya ushindani. Anataka kutengeneza Simba ambayo sio lundo la wachezaji, ni lundo la wapambanaji. Ndicho anachokitaka kocha mkuu wa klabu ya Simba Sport, na ndio maana ameamua kuambia viongozi wa Simba Sport ambao walikuwa na mpango wa kusajili wachezaji 8. Kasema bajeti yote ya wachezaji 8 iwekwe kwa pamoja, iwalete wachezaji 3. Ndio maana ameanza na Christian Doa wa nchini South Africa. Amemsajili mchezaji huyu kutoka pale Polokwane City, ndiyo top scorer kwa sasa kwenye ligi ya South Africa akiwa na goli 7. Ni mpambanaji kweli kweli, miaka 25, kijana wa South Africa. Wenda ikawa ni bahati kwake, na akawaambia mashabiki, kawaambia wachezaji wa Simba moja kwa moja kwamba Christian Doa kama unavyomuona kwenye picha pale, yeye anakuja na atampa nafasi ya kuanza. Wale waliopo ambao wamewasababisha mashabiki wa Simba kukosa furaha watabidi waipambanie namba, lakini kamwambia Christian pia Doa kwamba wewe unachobidi kukifanya ni kuonesha kile ulichokuwa nacho toka ulipokuwa huko Polokwane City. Sasa hii inakuja kuongeza chachu. Jonathan Soa amemsema vilivyo, ni kwamba ameangalia takwimu zake zilizopita, ameangalia kujitumaji kwake, anamwambia kumepungua. Ni kwa nini? Tatizo ni wewe, tatizo umelikuta hapa ndani ya Simba Sport. Kawaambia wote masupstar, wakina Mpanzu, wakina nani, wote kawachana.